tunaangamia sote. Sikiliza. Sawa. Umeingiaje hapa? Nini hapa? Sikia. Mume wangu. Kusaidia. Na nipo hapo kwa muda mchache tu. Sawa. Kwa hiyo ukifanya jambo lolote lile, tumeangamia. Sikiza. Watakuwa tulie. Please kwanza. Afutulia. Nenda kamsikilize. Sawa, ilo usiseme lolote lile. Yaani ukisema jambo lolote umeharibu. Halo? Nisikize sasa. Nipo kuja kukusaidia. Sawa. Kwa kama nakusaidia kwa pole. Freeze. Tulia kwanza. Halo? Ya. Nenda kamsikilize. Ila usiseme chochote kile. Umenielewa? Wema kwanza. Safi. Okay, nenda. Asubiri bangu. Wewe ni kunifanyia mimi hivyo? Hapana mume wangu. Nini tatizo? Fanya kitu mume wangu, akia Mungu sijafanya chochote mume wangu. Yaani humu? Ndani kwangu. Chumbani kwangu. Kwani usifanye vile? Sijafanya chochote mume wangu. Nini? Hamna hii. Yuko hivi. Angalia wewe nini? Hii sio jasho hii. Sio jasho mume wangu, nataka kuoga. Toka kuoga. Unatoka kuoga. Na yule ametoka kukuogesha. Hivi ni kweli unanifanyia mambo chumbani kwangu? Umeshindwa kwenda kufanya umalaya hata nje? Sijafanya kitu mume wangu, akia Mungu sijafanya kitu. Mama. Tutaagana na wewe. Siwezi kuishi na takataka malaya. Nakumbuka zama zile, sie tulipopendana, tulifanya mambo tele ya nyoyo kuridhishana. Leo hii yote yale mekuwa si amana, kama si mimi na wewe, kama si mimi. Sasa madam, kazi nimeifanya na nimeifanya kikamilifu kabisa, lakini ilikuwa na changamoto. Sikutegemea. Pole. Asante. Changamoto nini? Nimekimbizwa na boxer. Yaani nimetoka na boxer kama nimefumaniwa. Mtaa mzima watoto wananiangalia mimi. Boxer.
Usicheke. Ili sio jambo la kucheka. Unatakiwa usikitike. Sasa uko nyuma nilipoacha. Bwana, nakwambiaje? Yule mzee kama hajaamua yule mwanamke anamtia ukilema. Ukilema. Wewe ulifanya balaa kubwa. Good. Haya. Lakini wewe yule binti si rafiki yako wewe. Rafiki? Rafiki. Hapo sasa ndipo ninapoamini kwamba rafiki anaweza akawa adui. Lakini wewe sio adui. Na nikuulize tu, lengo la kumfanyia vile ni nini sasa? Asante. Wewe unamtaka Hasani. Sawa. Haya. Kini binadamu. Asante sana. Kweli. Sasa madam, mimi hizi ndo kazi zangu hizi. Kwa sababu mawasiliano yangu unayo, hapa kijalibika kitu. Sawa? Ukitaka hata nimbake, afu niishuti, nipige na picha. Mimi naweza kufanya hivyo. Safi. Sasa ndo kazi zangu. Usijali. Kazi. Na mangu na usisite kunipa kazi ngumu. Safi. Asante. Lazima wewe. Ndio Zuena. Unataka ujue unakokwenda? Si unataka kujua unakokwenda? Hapana kwangu, nisamee. Naomba unisikilize sekunde. Nimekwambia toka. Hata huko unaponifukuza mimi naenda wapi? Naenda kulala wapi sasa hivi? Toka nje nimesema. Ondoka. Nenda huko ukastarehe. Wangu. Vipi? Umeshindaje? Umemeza dawa? Okay. Leo kuna habari njema nataka nikupe. Sawa? Lakini nakupa hizo habari njema, baada ya hapo natakuwa umeze dawa. Unasikia? Sasa kaza kwambia. Nimepata pesa. Pesa hapa. Naona? Hii ya kukupeleka hospitali kwa matibabu yako. Kibunda. Ndio mke wangu, nakusikiliza. Kwanza. Hiyo pesa umetoa wapi? Mishemishe tu. Mishemishe za hapa na pale, huko na kule. Pesa ndio inapatikana. Ninachokufahamu, umeachishwa kazi muda mrefu sana. Na hauna shughuli yoyote inaweza kukuingizia pesa kwa haraka hivyo. Mimi bwana, pesa unajua kuna njia nyingi za kupata pesa, lakini pesa ya haraka mimi bwana, mimi nataka wewe upone haraka sana. Kwa hiyo nimeachisha ndoa ya mtu, lakini si kwa baya, ili nipate pesa kukutibia mke wangu.
ninafanya kila aina ya njia na kila kitu nafanya, ili mradi tu wewe urudi kwenye hali yako ya kawaida. Hebu kelele basi. Umeachisha ndoa ya watu, si ndio? Unaongea kirahisi tu. Mbona una huruma wewe? Unawezaje kumtibu mke wako na pesa ya haramu kiasi hiko? Umeshindwa kutafuta pesa kwa njia zingine. Unaenda kuachisha ndoa za watu, furaha za watu wa ndoa wawili. Rudisha hiyo pesa ulipoitoa. Tena sasa hivi. Kama unanipenda na kunijali, tafuta pesa kwa njia iliyo halali, ila sio kwa njia ambayo unifanya wewe mume wangu. Sasa basi, nahitaji urudishe pesa sasa hivi. Itapona kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Kama Mungu kapanga nife, acha nife mume wangu, lakini siko tayari kutibiwa na pesa ya haramu. Basi mimi nitarudisha pesa. Na mume wangu. Sija, pole. Pumzika basi. Nakuomba rudisha hiyo pesa. Sawa. Nitarudisha. Tena sasa hivi. Ulinambia niende mwendo wa kutokomea, ukasema nisipinde nyuma nisijerejea, nioze ama nivunde, kwako yote sawa sawa. Nikajipiga kifua, nguu nikainua, mbele nikaelekea, na sasa nimeshafika mbali kusikorudika. Ulinambia ondoka, ondoka hapa kupoka, nami sasa nishafika mbali mno kwa kufika mbali kusikorudika. Mume wangu, ndoa ya dada iko mikononi mwako. Hakikisha unamsaidia arudi kwa mume wake. Ukishindwa naweza kumpoteza ndoa yako. Usiseme hivyo. Na nipo hapa ili kulirekebisha ili ni kwa sawa. Najua hapa nilipokosea. Najua kama ni makosa yangu, kama dhambi zote nastahili ni bibi mimi. Lakini nikuhakikishie mke wangu, kila kitu ndio kukimaliza na nakwenda kwa sawa. Najua nakupenda na nakuhitaji, na ndio maana nimemtafuta huyu. Umeona sasa? Mimi nilifanya yote mradi nipate pesa nimtibe mke wangu, lakini pia imekuwa mbaya sababu mke wangu hahitaji pesa za haramu.
Sikiliza. Mimi nitakikisha kila jambo linalowezekana uwe rudi kwa mume wake. Lawama zote nitabeba mimi. Acha dhambi zote nizibebe mimi. Maana hakuna namna. Mke wangu kipenzi. Usilie. Unajua bado ni mgonjwa. Sasa ukilia hivyo nikiongeza matatizo mke wangu. Unajua vile nakupenda. Na ndio maana nilifanya mengi. Mume wangu, hakikisha unafanya kazi kwa jasho na damu ili upate pesa za kunitibia. Na usitumie njia za mkato. Asante. Nakupenda sana mke wangu. Pendo ana wangu moyo, nami pia nina wake. Endapo wenenda nao, kuna kitu hakipo sawa. Yaani kuna kitu hakipo sawa. Kuna chembe ya mapenzi inaendelea kati ya Hasani na ule mwanamke wake. Lakini madam, mimi mbona kile kitu nilifanya kwa uadilifu? Alafu kumbuka, lakini yule ni mke wake. Unajua neno mapenzi wewe? Beba usika wangu. Nibebe mimi. Napoteza pesa, napoteza muda kwa ajili ya Hasani. Nibebe mimi, nibebe. Kwa hiyo sasa alafu nikuulize. Kwa nini unafanya hivyo wakati ni rafiki yako? Rafiki na mapenzi ni vitu viwili tofauti. Mimi nahitaji mapenzi na sio rafiki. Nahitaji Hasani. Nipo tayari kukuruhusu chochote ufanye, hata kumuua muue. Sawa. Sawa. Haina shida. Kama yasotendekana, sikwiti hunitafuti, si kitu kutonana, ni kama vile mauti, mekuja tukaagana, lakini hata ndotoni tumeacha kutana, galau usingizini tukawa twakumbukana. Huu ni mtupo gani, hupi tuliotupana, kama si mimi na wewe. Sasa umefuata nini? Umefuata nini nakuuliza? Niambie. Sikizi basi. Leo msitakuja kwa ubaya. Sawa. Nimekuja ili tuzungumze. Tujue swali tunarekebisha vipi. Tunarekebisha kwa nini? Kwenye ndoa yangu leo unaniharibia, unataka kurekebisha? Unarekebisha kitu gani? Tafadhali, hivi sikia kunisikiliza japo kidogo. Unajua nimekuja na kitu gani? Msitakuja kwa mabaya hapa. Hivi ushangae nimefanya bafu nimrudi hapa tena. Na kwa nini ulikimbia basi kama ulikuwa mazuri? Ulikuwa unajua sio mabaya, ulikimbia nini? Nilijami, hicho ndio ungeweza kufanya kwa sababu ulikuwa na hasira. Ulichofuata hapa nini? Ndio nisikilize sasa nimekuja kufanya. Hata hivyo,
Mimi nimekuja hapa ili nikwambie ni nani yupo nyuma ya mambo yote haya. Kuna mwanamke mmoja ambaye huyu yupo karibu na wewe. Ndio ananitumia mimi. Ananilipa pesa ili niharibu ndoa yako. Na si mara moja kufanya hivyo. Yaani amefikia pabaya sana. Yaani huyu mwanamke yeye yupo tayari kufanya jambo lolote ili mradi ndoa yako iwe isiwe. Sasa iko kama binadamu. Nimeona sio vizuri. Ndio maana nimekuja hapa ili turekebishe pale tulipoharibu. Sikuja kwa bahati mbaya hapa. Mwanamke gani mwanamke? Okay, ngoja. Tutamjua. Sikiliza. Umemsikia? Uzuri amejitaji na mwenyewe umemsikia. Huyu alipofikia sasa hivi ni pabaya. Mimi siwezi kutoa roho ya mwanamke asiyokuwa na hatia. Eti kisa mapenzi, kisa wewe. Siwezi. Na ndio maana nikasema liswa nije nikwambie. Na nimekuja na ushahidi usikie kabisa. Unataka kuniambia yale yote uko unafanya ile mke wangu wa kumwingilia? Na kuhakikishia hii. Sijamfanya chochote. Hata busu sikumpiga. Hata yeye mwenyewe alistaajabu mimi kutoka vile mwe ndani kwake. Ni ujanja tu nilitumia. Tulijua muda gani unarudi kazini. Nikaingia, nikafanya kama nimemvamia, kama nimevamiwa na mimi. Akatoka na wasiwasi. Yeye mimi alipotoka nje mimi ndo nimevua zile nguo. Lakini hamna kitu lolote ulifanya. Mke wako anakupenda na haja kukusaliti. Mimi ninakwambia. Siku niko naisubiri kwa hamu. Kwa nini? Ni siku nzuri, yani haielezeki lakini ni nzuri. Ndio. Vizuri sana. Unajua nini baby? Ndio. Mke wako unampenda lakini sio mke sahihi. Ilifika wakati mpaka anatangaza watu wakuwe. Nipende mimi. Utaenjoy. Kutoka mtu wa darasa 6. Chekechea. Kweli. Niambie. Mimi kwanza nikushukuru kwa kuniambia maneno haya. Nakushukuru sana. Sasa kwa neno lako hilo, najua kweli unanipenda. Nataka nikufanyie surprise. Surprise? Yeah. I got. Eh? Surprise. Umefurahi sana. Nimefurahi. Eh? Sasa unatakiwa ufumbe macho. Sawa. Ukishafumba macho usifumbue mpaka nikwambie. Sawa? Sawa. Fumba macho, tulia. Fumba macho. Tizama nafanya kwa tazama juu. Tulia sasa. Sawa? Nikupa surprise. Tulia. Usifungue. Moja, 2, 3, fumbua. Surprise. Hiyo ndio surprise yako. Wewe mwanamke,
wewe ni mtu mmoja mbaya sana. Ya. Kumbe wewe ndiye ulitaka mimi niachane na mke wangu, kuvuruga ndoa yangu kwa kunifanyia mambo ya ajabu ndani ya ndoa yangu. Ulishindwa kuiheshimu ndoa yangu, ukataka niachane na mke wangu kupitia huyu. Hongera sana brother. Asante sana. Asante sana. Lakini Mwenyezi Mungu namshukuru sana, amenipa moyo, amenipa imani, bado nikaendelea kubaki na mke wangu huyo hapa. Sasa ninachokisema ulichotaka kikuwa, na nimekufanyia surprise hii kwa sababu wewe ni mjinga na umefeli kwenye matukio yako. Mke wangu huyo hapa ninayo. Wewe bado unazamilia kuua tu rafiki yangu? Achana nayo mambo bwana wewe. Sipo tayari kupoteza kila kitu. Nipo lazima nikose na nyote mkose.